Mpendwa mtazamaji, hii leo katika Sema Nami tunazungumza na Rebecca Mandich, mzawa wa jimbo la Wisconsin, Marekani, kutoka eneo la Green Bay. Karibu sana Rebecca katika Sema Nami. Asante sana. Naam, wewe unatokea Marekani, lakini tunakusikia unazungumza Kiswahili. Ndio, nilisoma Kiswahili pale kwa chuo kikuu cha Wisconsin Madison. Mimi nilikuwa mtu ambaye alijitolea hapa kwa Kenya mwaka wa 2009. Halafu niliingia chuoni pale chuo kikuu cha Wisconsin Madison, na wewe ndio ulikuwa mwalimu wangu wa Kiswahili pale. Mwanzoni niliona kwamba nitasoma elimu kwa watu wenye ulemavu. Halafu niliona wacha nisome Kiswahili kama njia ya kuboresha mawasiliano na marafiki zangu wa Kenya. So niliingia kama raha tu. Halafu baadaye nilikuta kwamba nina kipaji kikubwa cha lugha na nimekipenda sana Kiswahili. Kwa hivyo nimeamua kuendelea kusoma Kiswahili mpaka nilipata shahada ya lugha za Afrika na fasihi. Na unaona faida gani umeivuna kutokana na kukiandama Kiswahili? Baada ya kuhitimu, mimi nilipata nafasi ya kuwa mkurugenzi wa programu kwa wanafunzi wa Marekani wanaoenda Zanzibar kusoma Kiswahili. So sasa bado ninafanya kazi pale Zanzibar kwa programu hiyo. Na unapotazama nyuma enzi zako chuoni, ni nini unachokumbuka zaidi? Ninakumbuka darasa lako la fasihi. Nilipenda sana darasa lako la fasihi. Na hata ilikuwa darasa kwa Kiingereza, lakini wewe uliniruhusu kuandika insha zangu kwa Kiswahili. Na wazazi wako walionaje wakati walisikia umechagua kusoma Kiswahili, umechagua kwenda Zanzibar kufanya kazi? Wazazi wangu waliniuliza, Rebecca, utafanya nini? Utafanya nini baada ya kuhitimu ukisoma lugha za Afrika na fasihi? Utapata kazi. Lakini kwa baraka ya Mungu nimeweza kupata kazi. Ni nini ambacho umeona labda changamoto kubwa kwa mtu ambaye si mzawa wa maeneo haya, labda si mzawa wa Zanzibar, kuja kufanya kazi na kuishi katika mazingira ambayo si ya kwao? Changamoto ambayo mimi ninaona kwa wageni wanaojifunza Kiswahili ni muda. Kwa sababu inakuwa watu wachache ambao wanataka kusoma Kiswahili kama somo kuu. So watu wengi wanasoma labda mambo ya uchumi pamoja na Kiswahili. So wengi wanakosa muda mkubwa au wanakosa nafasi ya kusafiri hapa Afrika Mashariki. Na uko Zanzibar wewe umetangamana na baadhi ya watu maarufu. Kwa mfano, ulipata nafasi ya kukutana na... niliweza kukutana na Bi Kidude kidogo, niliona nyumbani kwake, lakini nimeona kwamba baada ya kufanya vitu vingi na kuwa maarufu sana kwa Zanzibar, anaishi katika sehemu za maskini kabisa. Na nilishangaa sana. Na hata Haji Gora. Unafikiri ni kwa nini wasanii kama Kidude na Haji Gora wanaishi katika maisha ya kimaskini namna hiyo? Ninaona kwamba watu wengi wanapenda kumwangalia mtu kama Haji Gora au Bi Kidude na kuminua kama sanaa ya muziki au utamaduni wa Zanzibar. Na vitabu vyao vinauzwa, CD zao zinauzwa, lakini wao wenyewe hawapati faida. Na wewe nikidhani labda umetoa mchango wako wakati uko Zanzibar katika kuinua vipaji vya wasanii, na nadhani ulikuwa unanielezea awali kwamba hata mmetengeza filamu na mambo kama hayo. Labda tueleze kidogo. Nilianzisha pamoja na mwenzangu anayeitwa Emmanuel Chacha, tulianzisha shirika linaloitwa Hadithi Zetu. Na hiyo shirika letu lina focus kubwa kwa mambo ya kuhifadhi hadithi za asili na utamaduni wa asili kwa jumla. Kwanza, kuhifadhi hadithi. Halafu, kuangalia uwezekano wa kuchukua hadithi za asili kama msingi kwa filamu za Kiswahili. So tumeshamaliza filamu yetu ya kwanza inayoitwa Nyange Kigoma. Hebu Nyange Kigoma, hilo jina mmechagua kwa nini na linamaanisha nini? Nyange Kigoma kwanza ilikuwa hadithi ambayo mwalimu Haji Gora ametoa ofisini kwangu siku moja. Unajua, nilirekodi, nilifikiri labda siku moja nitaandika kitabu. Ni hadithi inayohusu mtoto mdogo anayeitwa Nyange Kigoma. Mama yake
anajitahidi sana ili Nyange awe na nafasi ya kusoma. Lakini Nyange bado ana matatizo nyumbani, hajatambua umuhimu wa kusoma na bado anaenda maporini kucheza ngoma. Alafu siku moja anakutana na Mazimwi na anakuwa karibu kufa. Sasa umetaja pale kwamba kuna wakati ulikuwa unadhamiria kuandika kitabu. Bado hiyo dhamira ingalipo? Ipo kabisa. Unataka kuandika kitabu sasa kuhusu nini? Utengano baina ya hadithi za asili na teknolojia ya kisasa. Asante sana Rebecca. Asante mwalimu. Karibu sana. Mpendwa mtazamaji, katika Sema Nami wiki kadhaa zilizopita niliwahi kuzungumza na mwalimu wangu Alex Ngure. Hii leo imekuwa fursa yangu na fahari kuzungumza na mwanafunzi wangu kule Marekani, Rebecca Mandich. Kutoka katikati ya jiji la Nairobi katika Sema Nami, mimi ni Ken Walibora.